Mokoro. Mokoro ndiye ameamua kukuhangaisha. Shosho. Mamako. Sasa nataka tuombe nini? Ile kitu nataka Mungu akupatie. Mimi kwa sasa hivi tuseme sina familia. Kwa sasa niko peke yangu. Sasa niko one man. Uko one man solo. Sina familia juu. Niko haja gani niko na familia na azimio familia kuna kitu nyingi. Niko tuseme sasa hivi najidepend. Niko watu wengi. Uko wapi? Watu wengi. Uko solo tu kivyako. Sasa umeshikwa mara ngapi? Mara 3. Umekaa ndani siku ngapi? Mwaka na miezi 8. Ndio ukaachiliwa lini? Nimekuja December nimeishi 2012. Siku ya uhuru. Uhuru ndiye alisema waachiliwe. Hiyo siku wanachagonga kwa kila jela. Vijana wanachagonga watu 27 kwa kila jela. Wanachiliwa free. Sasa ukachaguliwa. Mimi kwa mmoja wa watu wenye tuliwachiliwa. Na sasa vile ulitoka ndani wazazi? I don't care sasa kuhusu familia, niko hivyo. Nani anajua huyu? Kuna mtu anajua huyu? Wewe ni wa familia gani? Baba anaitwa? Mimi. Mama. Moya ni kazini yangu yangu. Moya. Huyo sasa ni MCA. Mamako mzazi na huyo MCA ni brother. Ni ndugu na dada. Huyo anaitwa Franco. Huyo anasema anaitwa Nice. Nice jina ya usanii. Kumbe ulibadilisha jina lako. Lakini nataka tumuombee. Unajua huyu Mungu uponya watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mwanangu mwingine hapa ananisaidia sana hata kutangaza. Anaitangwa Dongo. Dongo yuko? Dongo yuko kweli? Dongo hapo njoo kidogo. Nataka nipe Dongo kazi asaidie watu wengine. Amen, watu anakuja tu. Sasa unasema umekuwa solo sasa. Niko lonely, mimi sasa niko lonely. Nataka niko lonely, niko lonely. Hata kama uko? To? Mimi nimesoma, mimi ni graduate, lakini umegraduate? Nitambo historia ya mbali sana. Umesoma mpaka wapi sasa? Mimi graduate mzee. Umegraduate? Sasa hii graduate umeenda mpaka university? Nishamaliza. University? Na ukagraduate? Sasa wao uko na za kila kitu. Niliza umadi hata kwambia. Huyu ako na plot yake. Tunamjua. Mimi na mtoto wangu wa kwanza anaitwa Sama. Uko mpaka na plot yako? Ni jirani. Mimi niko na tuseme mimi niko na shamba eka 6. Wewe? Sio uongo. Mimi vile niko hivi, niko na shamba, niko na kwangu, niko na kila kitu. Uko mpaka na nyumba? Shida ni moja. Napigwa vita kwa familia juu ya shamba ile nilikuwa na shosho. Ndio wanataka wakumalize. Niko na 16 acres niliwachiwa Murang'a. Hiyo shamba ndo mangao wanajaribu kuichukua. Na uko na eka 6 hapa? Hapa niko na eka 6. Niko na bungalow pale chini hapa ya Mombi. Bungalow ya room 16. Hapa ya Mombi. Wewe ndio unachukuanga pesa? Mimi ndo nachukua kila kitu, lakini kwa sasa hii documentary zangu na banks zangu zishafungiwa. Siwezi chukua anything. Sasa sina hata shilingi, niko hivi. Uko hivi sasa? Sasa niko hivi kiwani hivi. Sasa tuseme sina kitu, sasa mimi ni shefa. Sasa wewe ni chokora. Shefa. Mimi utachokora sana.
Lakini plot yako hakuna plot yenye babaka hapo amenunua. Mimi ni dela lakini Unaendesha mambo magari. zangu. Dera ni Driver kabisa. nadhani unaongea juu ya dera. Driver. Mimi ni Madriver kabisa magari za barabara na kuendesha. Unamuona hivi. Situmwombe Mungu ape maisha mazuri. Hata nimemuona nikasema Alafu utaongea na mama sababu mama anakujua. Nataka nikutengeneze. mimi niko ready to change lakini kama historia ya familia. Sio huwezi kwa familia. atuongee juu ya familia. Mimi ndio nakutengeneza mimi. Umeelewa? Unaona huyu ndugu amekuwa jela pia. Sijui kama unamjua huyu. Huyu amekuwa jela na sasa hizi ni pastor anahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu unampea gari yangu amefanya crusade kutoka ulifanya crusade kutoka lini? Last week Saturday ukaanza. Na hii wiki umefanya crusade siku ngapi? Kutoka Wednesday. Bwana Yesu asifiwe. Nilimtuma kwa ile kanisa yetu kule Ranga kule Huruma. Akaenda na gari yangu ile. Amefanya huko kazi kutoka Wednesday, Thursday, Friday, Saturday na Sunday. Huyu. Simpigie makofi mazuri. Sio ndiye Mungu. Na huyu ametoka jela huyu. Juzi. Huyu alikuwa jela. Nadhani ukiwa pia alikuwa jela. Sijakuwa huko. Ulifungiwa wapi? Mimi nilifungwa ile niko pale na Oh, ile ya prison huko. hiyo maximum ya mkono. Na sisi watu wetu wana pesa. Nilikuwa naitishwa 300,000. Na sikati vile mimi nilifungiwa vitu ningelipa. Hata mko wangu angelipa. Ama watu wetu wangelipa. Lakini hati hii nilisafa 1 year 8 months. Sasa kitu ambacho utafanya ni hivi. Unaelewa ndugu yangu? Nice. Nasikia nice. Nice, sikize. Ukitaka uwe na maisha mazuri, kuna vitu ambazo inafaa uachane nazo. Unaona mtu mwenye amenyang'anya shamba, anaweza lewa? Mtu mwenye amenyang'anya shamba anatafuta, anaweza lewa? Inawezekana kweli? Usikuwe mfano wa shinda. Unanielewa mwanangu? Unajua wale watu wanakunyang'anya shamba, ukifa leo, kama unaweza kufa leo, watashangilia ama watashangilia? Already washashangilia. Already wazashangilia. Na unajua wanashangilia kwa nini? Sababu wamefaulu kukuharibu. Sijaribika. Mimi niko fiti pastor. Kitu Wewe ndio unaona uko sawa. kitu ni simu nafanya sasa hivi. Hadi hata kumbonya mimi shida. Kuponya nini? Sasa hivi shida ati mimi sasa ninateseka juu ya chakula, juu ya maji. Mpaka maji unakosa. Mimi wallahi nakosa. Angalia vile sasa inakaa. Unaweza sema mimi ni mtoto wa bosi. Angalia vile mimi. Wewe ni mtoto wa bosi. Na uko mpaka na shamba yako, wewe ni bosi kivya. Bwana Yesu asifiwe. Unaona vile Hii maisha si yako. Si tumrudishie maisha yake. Fanya hivi, nitakuombea nikurudishie maisha yako. Ungependa maisha yako irudi? hata napenda. Lakini sasa kitu utafanya, utatoka huko kwa wale wa shefa, ukuje ukae kwa madhabahu kidogo, nikutengeneze hapa. Si sawa? Kama wewe nimemtengeneza, huyu alikuwa anaiba vitu za watu. Huyu alikuwa mamake ako na hoteli. Mamake ana hoteli, alikuwa na hoteli. Mamake akipika chai ya wateja, anawekelea kwa meza. Huyu anaiba thermos na chai anaenda anauza. Chai anamwaga chini. Si ni kweli? Huyu ndiye aliniambia. Sasa uelewe ni mapepo, ni maroho. Unaona huyu? Wako na shamba pia hapa. Shamba mzuri. Lakini aliingilia mogoka, banki, milaa nini, akawa ajielewi, ajijui. Wewe ni bangi umevuta. Hata Saidi umevuta. Nimeishi kuvuta. Hata jana.
nimeishi kuvuta. Nimeishi kuvuta. Ndio kaule kijana. Hata uongo. Nitoka nikuweka huyo kijana. Wallahi. Nitoka huyo kijana. Ukiwa kama huyu? Anko yangu ndo alinifunza. Unaona anko yangu? Alikuwa anaitwa Kimani, yeye ndo alinifunza. Oh. Anko yako ukiwa kama huyu? Kama huyu anakupea bangi. Unasikia hiyo wewe? Eti kama huyu sasa. Anko yako anakupea bangi, unavuta. Leo nilikuwa na hivyo. Si mbaya. Lakini nataka niache. Sasa kwa bangi na pombe na nini nyingine unatumia? Boda tu. Bangi tu. Oh, tumii pombe. Bangi tu. Hiyo inaitwa bo? Lakini wewe si mlevi. Sasa unatumia bangi na nini? Bangi tu. Ukitumia inafanya unasikiaje? Azini mpaka nitumie juu. Nikiangalia life yangu sasa na vile nilikuwa naona mimi sasa ni stupid. Sasa ni kagaga. Sasa azini mimi sijui. Sasa ukitumia inakuonyesha wewe ni nani? Mpaka nitumie sasa feeling nice. Nisahau hizo stuff. Fit tu. Nione life yangu na go through. Sasa ile ndio inakuonyesha life yako ina go through. Ukitumia sisikii fine. Ani azini sisikii poa. Naweza kaa the whole day bila kuoga, 2 days, 3 days. Life yangu imechange but completely imechange. Mimi niko na uwezo hata bila watu wamekaa kwa watu ningewafordia kila kitu. Hao watu wote ungewafordia kila kitu. Mimi kuna mimi singeshindwa kulisha watu. Hata December hivi anapeleka kwa kukaa yake. Tukutuku. Chakula imejaa vitu mimi unagawia watu. Anagawia watu. Anaweka chakula. Alizaliwa mwaka mmoja na mtoto wangu wa kwanza. Hiyo Sami. Anaweka chakula kwa tukutuku. Anachukua tukutuku anaenda nayo chini. Anapea watu wote. Kijiji. Kwa familia hata sisi wakati mpaka umesomesha watu. Ukienda huko chini utaona watoto wenye nimesomesha. Wamama nimesaidia. Watu nimepea shamba. Wewe mwenyewe vile niko hivi. Lakini kwa sasa hii wale watu wakiniona naone sasa hivi nakaa. Wale watu ulisaidia. Sasa wewe ukipatana na mtu mwenye ulimsaidia akasoma na amekuwa mtu wa maana na uko hivi unasema unaonaje? Mimi na feel nice lakini saidi yangu naona mwenyewe nimejiu. Sani mwenyewe nimejiu. Ni mkatu fucking sahihi. Mimi si mtu sahihi. Nikiona mtu mwenye nilisaidia na feel nice. Yote atasaidia. Lakini kwa sasa mimi naona vile niko. Siwezi enda kuambia mtu nilisaidia ati nisaidie. Siwezi na mimi sijaio. Siwezi. Heri nikupe na shida zako. Siwezi enda kwa staff. Na kuna mtu hapa alisema ati mimi nilikuja nikapata chakula. Siwezi. Lakini naamini Mungu. Sio umekuja kutafuta Mungu sasa. Umekuja hapa sasa wewe vile umekuja hapa unataka nini? Mungu akupe nini? Nataka nirudishe boma yangu. Ndoa. Boma yangu. Nyumba. Ndoa na sijaioa. Hauna uko na watoto? Niko na watoto 3. Na unaongeleshana? Siongeleshi sahihi. Walinyang'anywa kwangu. Hata unaonanga unaweza wasalimia? Naonanga tu online. Kiingia online naona. Lakini na ukijaribu hata kuwasalimia? Mzee sasa hivi sina familia. Niko hivi. Hawezi ongea na watoto? Wacha watoto. Hakuwa
hata ndugu zangu sahi hapo, ndugu yangu anaweza ona naumia na nalala pale, hawezi hata ni Si tukuombee wale watu walikuweka hapa, tuwapatie mzigo wako wa bebe. Ungependa hivyo? Tuombe wale walikupea mzigo, tukutoe mzigo, tuwapatie wao wa bebe. Tuwapatie mzigo, wacha tupie kwa shetani ama tukupe mahali pengine. Lakini si kwa shetani. Na ndizi ni muumia. Unaona mwenye anakutesa hivi, mwenye amekutoa, umesikia yule mama amesema alikuwa anatolewa nini? Kafara. Na pesa inaletwa. Sasa kumbe hizi vitu tunahubiringi ziko. Unajua tukihubiri bila kuongea na mtu kama ule utasema pasa anasema vitu zake. Pasa anasema hizo vitu zake. Lakini tukihubiri na huyu unaelewa tunahubiri nini. Si inakuwa rahisi. Kitu ambacho nitakuombea ni ya kwamba yule ambaye amekubebesha huu mzigo abebe mwenyewe. Unajua unaweza kuwa unaona uko sawa, lakini kumbe kuna vitu umefanya nini? Umebebeshwa. Biblia inasema hivi. Tumesoma neno hapa linasema aje? Hao watu wamebebeshwa nini? Vinya? Ezekiel 25. Hao watu wamebebeshwa nini? Vinyago. Sasa ukiona hiyo ni neno la Mungu na ni la kweli, sikujua huyu atakuja. Lakini hilo neno si ni la kweli kwa huyu? Hata kama kwako wewe una kinyago unaona umebeba, lakini si hata inaonekana na macho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini naamini kwa hii madhabahu aliyebebesha huyo ndugu hizi vinyago ziondoke zirudi kwao. Wabebe wao wenyewe kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sitabeba vinyago za kubebeshwa na watu. Kuna mtu anaweza kataa hiyo roho. Nasema ya kwamba hiyo nakataana nayo kwa jina la Yesu. Na kuombea kwa hii madhabahu pia watoto wako hawatabeba vitu kama hizi. Hautasomesha mtu anasema ameenda, huyu anasema ameenda mpaka university. Anasema ni graduate. Ulisema nasomea Oxford bwana. Mimi nimesomea Oxford. Hiyo nayo. Si kitu chochote. Oxford ni wapi? Mtu ananijua mimi nilisomea hapo US. Huyu amesomea mahali Obama alisomea. Nilikuwa na 14 years. Ulienda US? Ni kweli mama Samia? Nilikuwa na 14 years. Anasomea Oxford University. Wewe umesikia? Unajua Oxford kwa Pia anasema ongei uongo. hiyo Oxford kwa tamu moja ni kama pesa. Mtu ametembea tu kwa gari. Mimi sija. Mimi hata nikuwa shule nilikuwa na dinga. Anabeba na gari. Hata nje bwana, hata nje kwa gundu. Unaona na kondoo. Kwa gundu hii. Kwa gunia. Wakamfukuza akalange nje kwa kondoo. Iko nyumba ya mbao hapo. Pale kwa wajomba wake. Anaiko hapo. Ukamtupia. Lakini naamini kama utataka nitakuombea na nitakutengeneza utarudi vizuri. Si unaona huyu ndugu yako wako sawa? Angalia huyu. Si unaona wako sawa? Sasa wale watu hawezi pigana na vita za mwili. Na wala hawezi pigana nao na kotini. Watakufunga miaka ingine kadhaa pia. Umenielewa? Pesa siwezi bishana. Ukibishana nao ukitoka ndani wanakurudisha wapi? Wanakutafutia makosa tu, wanakurudisha. Sasa utaishi ndani mpaka ile siku utatoka kwa dunia ukiwa ndani huko. Umenielewa? Sasa ukiona mtu anakupiga kwa hiyo side, unajiusuru. Unasarenda. Unatafuta Mungu, unatafuta maisha yako. Huyo Mungu anakujenga. Mungu akisha kujenga huwe mtu mwenye unafaa kuwa, hata hizo vitu zake atafanya nini? Zitarejeshwa. Sijui kama tunaelewana hivi. Sababu wewe si ule mtu alikuwa Oxford. Wewe sasa ni mtu mwingine.
Sasa wewe ule wa Oxford alienda. Ule mwenye alienda huko, unaona ule mtu mwenye alikuwa kwa ile gari. Ule mtu alikuwa kwa ile gari akishuka akienda shule, mwenye unasema ni wewe. Huyo mtu hayuko sasa. Huyo mtu alitolewa akaleta mtu mwingine ambaye sasa huyo mtu mwingine analala wapi? Wewe ni vile uko na mawazo mazuri, si wazimu. Lakini sikia hivi. Nikuulize. Ukiwa na gari. Hata Prado. Na kichwa yako iharibiki. Unaweza tu hiyo Prado ni yako. Hata kama ulikuwa unaendesha hiyo Prado, si utashuka? Ni kweli? Hata kama ulikuwa kwa Prado, uko kwa Prado sasa unaendesha Prado, nani yako? Na ushikwe uingiliwe na roho ya waenda wazimu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo Prado unaweza endelea ufike nayo town. Utashuka hiyo Prado utafanya nini? Utaanza kukimbia na kutoa mangu. Tunaelewana hivyo? Sijui kama mnaelewa hii. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na roho imekushika ukawa mwenda wazimu, hata ukiwa na nyumba kama hii, unaweza lala hapo ndani. Praise the name of the Lord. Sasa huyu ana wazimu, lakini ako na roho yenye inamlazimisha lale wapi? Alale kwa kondoo na atosheke. Alale kwa magunia na atoshe. Na hakuna kitu anaweza fanya. Sababu ile roho ilifanya nini? Ile roho iliingia ndani yake. Praise the name of the Lord. Lakini leo naamini ya kwamba huyu Mungu anamuondolea hii roho. Nani naamini ya kwamba hii roho tunaweza iombea na iende na ishinde. Huyu ndugu tumurudishe kwa mawazo yake. Tumurudishe kwa kiwango chake. Na tumurudishie pia maisha yake. Tumurudishie mpaka ndoa na watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni vitu ambazo ni spiritual. Sasa nataka usome hata physical, uelewe. Ni more spiritual than physical. Vita zako ni kiroho zaidi kuliko kimwili. Lakini naamini ya kwamba Mungu kwa kuwa amesema ya kwamba ataondolea vinyago, aanze na huyu leo. Amuondolee huyu kwanza kwa jina la Yesu Kristo. Shida si kusoma, unaweza kuwa umesoma, na shida si pesa. Unaweza saidianga watu ukiwapelekea chakula. Vile anasema, si anasema alikuwa anapelekea watu chakula? Eti kijiji mzima anawapea chakula. Si anasema hivi? Anasema nyinyi wote anaweza warisha. Shida si hiyo kuwarisha. Praise the name of the Lord. Shida ni ile roho ikifanya nini? Ile roho ya kulisha ikiondoka uwekewe nyingine. Praise the name of the Lord. Huyu sasa anafanya bibarua kwa mtu mwenye alikuwa anapea chakula. Ni kweli ama si kweli? Anapewa chakula na mtu mwenye alikuwa anamsaidia kitambo sahihi. Hata labda hizi nguo ni mtu mwingine amempea. Ule mwenye anahangaika zaidi. Ndugu yangu, Mungu akubariki. Kumbe uko na maono mazuri. Wewe ndio umepea huyu nguo. Wewe sasa. Lakini uliacha kulala nje, si ndio? Unalala nje? Ulipata kwako? Hebu njoo, Mungu akubariki. Nakumbuka kijana alikuja hapa na gunia. Sema nakumbuka juzi. Nikiombea wale watu wa kulala nje, nikamwombea huyu akakuja na gunia yake hapa. Lakini leo analala kwa nyumba yako? Unalala kwa nyumba yako? Kweli? Uko na kwako sasa. Na sasa wewe ndio umepea huyu nguo. Sasa usee wana kilala usiku. Uleke temperature na sana hadi mpaka na kwa joto mbaya. Sasa ukaogopa kulala naye kwako? Analalanga wote. Sasa zingine unampea lale kwako? Kila siku. Hata leo tumemtia wote kutoka nyumba moja. Yaani wewe ndio uliamua umsaidie huyu. Kanoni pia. Kwa nini unamjua? Anamjua Mr. Anga. Uliamua tu umsaidie. Alika leo naye kuna wengine wengi pia si peke yake.
Kuna wengine wanasaidia saidia. Kulala, fanya vingine food hata tukibeta kuna pamoja. Mungu akubariki. Lakini nitakuombea. Wewe uko na imani nzuri. Na wewe naamini kuna mahali anaenda mahali pazuri. Kama alikuja na dunia zake na ameachana nazo, anaweza pea mpaka mtu mwingine nguo. Si huyo mtu wako na roho mzuri? Si inabarikiwa huyo ndugu kwa jina la Yesu. Unajua siwezi kukupea pesa, siwezi kukupea manguo, lakini kuna kitu naweza kupea ambayo ni roho fulani. Hiyo roho inakuwezesha kusaidia mtu mwingine. Asante, ubarikiwe tu hii. Karibu kiti. Tutaongea. Iko mwingine hapo tena, sio Hata yule na wewe unaendeleaje? Uko sawa? Wewe unalala kwa nyumba? Wewe uko sawa? Mnakaa na wao. Sasa mjipange, mwanze kazi. Mwanze kutafuta kazi. Unajua mimi ni pastor. Nikisema nikupee pesa haiwezi kusaidia. Umenielewa? Lakini nikikupea hii roho itakufungulia njia, utapata kazi zako. Amen. Utaenda hivyo ukiinuka polepole. Mtu aanzia chini, si ni kweli? Kwa naongea na mtumishi, akaniambia hapa alikuja akakomboa nyumba ya 100 ngapi? 200? Alipokuja Rangas alikomboa nyumba ya pesa ngapi? Mimi nilipokuja hapa Rangas nilikuja na sanduku. Bibi yangu haizi akajua hiyo sababu nilikuja peke yangu. Nilikuja na sanduku ya chuma. Bwana Yesu asifiwe. Sanduku ya nilikuja na sanduku ya chuma. Na hiyo sanduku ya chuma ilikuwa na blanketi yangu ndani. Ilikuwa na jiko mzima, jiko kitchen. Ilikuwa na jiko mzima, sufuria, jiko moja ya makaa na kila kitu kilikuwa hapo ndani. Na vile nilikuja ni mtu alinialika, sikuwa na pesa kukomboa nyumba, mtu akanialika kwake nikae. Lakini si Mungu ameniinua? Amen. Si Mungu amenibariki? Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Nilikuja bila chochote. Sio kama unaelewa hiyo. Nikioa bibi yangu huyo nilikuwa nakaa nyumba ya 2000. Nilipoendelea kukaa hivyo nikangangana, Mungu akawa ananifungulia njia. Praise the name of the Lord. Hapa Eldoret niko na shamba zangu kama 2-3 hapa. Zangu mimi mwenyewe. Na gari zangu mimi mwenyewe. Na biashara zangu za ukulima. Nalima majani chai. Si mnaonanga nikiweka picha nikiwa kwa majani chai. Kadhaa. Praise the name of the Lord. Lakini ule mtu alikuja hapa na sufuria na bagi. Sufuria zangu zilikuwa hapo kwa hiyo sanduku. Kitanda yangu iko hapo. Hiyo sanduku ilikuwa kila kitu. Ilikuwa bedroom, ilikuwa sitting room. Ilikuwa mpaka kitchen. Praise the name of the Lord. Amen. Na sikuwa najua mahali kwenye naenda kama nitafanikiwa. Lakini kuna kitu nilikuwa nacho ambacho ni roho. Naomba upokee hiyo roho kwa jina la Yesu. Wacha kutembea na pesa, hizo zinawezaisha. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kusema eti sijui kwetu sijui tuko na nini. Sijui kwetu tuko na mashamba 10. Wewe si umekuwa na mashamba 10? Mashamba hata si. Sasa hiyo vitu haikusaidii, wachana na hiyo mashamba. Umenielewa? Hiyo mashamba utaacha hata kwa hii dunia. Hiyo mashamba kwa nini utaenda nayo? Salinya mani. Ukija kwa hii dunia kuna mtu alikuosha. Na ukiondoka kuna mtu mwingine atakuosha. Utakuja bila manguo na utaenda hivyo. Sasa wachana na hizo vitu. Zako wapi? Hii dunia haiwezi kuwa yako. Sikiza mimi nisikize wewe. Hizo vitu wachana nazo, vitu za dunia. Rudisha ile roho ulikuwa nayo ya ufanisi. Unanielewa? Rudisha ile roho ya kitambo. Unanielewa roho mimi nilikuja nayo, nilikuja na roho. Sikukuja na vitu. Sasa hiyo ndio inakuanga shida. Alezi nikae nikuelezee mpaka uelewe hii. Hiyo utaelewa sasa. Hata nikikufunza tutasumbuana. Lakini ukuje najua wale watakuleta nikusaidie. Uelewe hiyo roho na ikuingie. Lakini vile umeingia hapa hiyo roho ikuingie kwanza kwa jina. Hiyo roho imeingia kwanza kwa jina la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Mtu afanikiwi kwa sababu ya fedha. Kama ni fedha wewe ungekuwa na fedha kuliko sisi wote. Wewe ndio ungekuwa unatulisha. Kama ni pesa, wewe ndio unafaa kutulisha. Lakini leo unalishwa na nani?
Yule mwanangu mwenye nilimwombea, yule alikuja na magunia zake, ameachana nazo na ndiye anakulisha. Sasa kama unataka hii roho ifanye kazi na wewe, sikiza vile yule anakuambia na unisikize mimi. Huyu Mungu wetu huyu atakufungulia njia. Hiyo roho tu itafungua njia mbele zako. Praise the name of the Lord. Nitakuombea lakini usipigane na watu. Na usoe na hasira na usiwe na vitu zako. Sahau hiyo masomo ulisoma. Hata hao watoto wasahau kwanza, au unasema uko nao. Sababu hata uwaoni. Sahau hizo vitu zote. Tafuta kitu kimoja, tafuta roho. Ile roho ulikuwa nayo kitambo ile ikurudie. Ile roho ikikurudia, hizi vitu zingine zinaendanga na ile roho. Asiendi na hii mwili.